Simu yako inaita. Nani wewe usiku huu? Halo, naongea na mmoja wale mapacha waliotenganishwa India. Ndio, ni sisi. Nina jambo muhimu kuhusu upasuaji wenu na mnahitaji kulijua haraka. Hello? Hello? Ni nani huyo? Ni mtu kutoka India. Amesema kuna jambo muhimu kuhusu operation yetu, kisha simu ikakatika. Usiniambie kuna tatizo tena. Sijui. Moyo wangu umeanza kuniambia vibaya. Kesho asubuhi tutafuatilia. Lala kwanza. Wewe utaweza kulala kweli? Sijui. Morning. Mama bado amelala? Ndiyo, jana alichoka sana. Koho. Rehema? Mungu wangu. Hii damu imetoka kwa wapi? Ngoja nikulete maji. Pole pole, kunywa maji kwanza. Sijawahi kukohoa damu hivi. Labda ni efekti ya dawa za India. Kuna nini? Rehema anakohoa damu. Damu! Mwanangu, najisikiaje? Sijui mama, mwili wangu unahisi tofauti. Ngoja niende hospitali nikamnunulie dawa. Hello? Naongea na Neema. Ndiyo, doctor. Napenda kukuomba uwe strong kwa taarifa nitakayokupa. Kuna nini? Katika operation yenu kuna dawa zilitumika kimakosa. Kimakosa? Ilikuwa dawa ya majaribio ambayo haikuruhusiwa kutumika bado. Una maana gani, doktor? Dawa hiyo itaanza kuathiri damu ya Rehema. Hapana. Saratani ya damu inasambaa kwa kasi sana ndani ya mwili wake. Doktor, unamaanisha dada yangu anakufa? Kama hakuna hatua itakayochukuliwa, Rehema na siku 5 tu za kuishi. Mungu wangu. Kuna njia moja pekee ya kumsaidia. Njia gani? Ni wewe kutoa damu yako yote na kuhamishiwa kwake. Na mimi itakuwaje? Uwezekano wa wewe kupoteza maisha ni 99%. Kwa hiyo mmoja wetu lazima afe? Samahani Neema. Dawa ziko wapi? Neema? Mbona umerudi mikono mitupu? Hospitali walikuwa wameishiwa. Sawa. Mbona huyo mtoto ana tabia za ajabu siku hizi? Tangia mdogo alikuwa hivyo, akikasirika hata kikonge. Lakini wewe unaumwa. Nitapona tu, usijali mama. Dada yangu hajui lolote. Nadhani atamka kesho kama kawaida, hajui ana siku 5 tu za kuishi. Ninakupenda sana dada yangu. Mimi siwezi kufa sasa hivi. Nina ndoto kubwa sana, nataka kuolewa kwa mama, kwa na familia yangu. Kama nikitoa maisha yangu, kila kitu kinaishia hapo. Rehema atanisamehe, sitaweza kufanya jaribio la kubadilisha damu yangu. Morning. Nima! Kuna nini? Nini kinanitokea? Mbona sielewi? Naomba nisaidie dada yangu, nahisi maumivu makali sana. Zimebaki siku 4. Fanyeni uamuzi mapema. Neema, huyo alikuwa nani? Mbona tangia juzi ulivyopigiwa simu kutoka India umebadilika sana? Kuna nini kinaendelea ambacho unanificha? Wenda unajua sababu inayopelekea mimi kwa hivi. Unaonekana unagombana na dunia nzima leo. Na wewe unaonekana unapenda kuingilia maisha ya watu. Mimi naitwa Daniel. Sijakuuliza. Na wewe unaonekana kuitwa matatizo. Wewe ni fala. At least umecheka. Unakunywa kama mtu anayekimbia mawazo. Labda nakimbia maisha. Kwa kawaida wanawake wazuri wakikaa kwenye vilabu peke yao usiku, huwa kuna kitu kinawasumbua. Na wanaume wanaongea sana, huwa wanataka nini?
Kwa sasa nataka tu ujue haonekani sawa. Kila mtu anasema siko sawa, mnataka niwe vipi? Kwa sababu ni kweli. Na ukijua shida yangu utanisaidia? Naweza kujaribu. Maisha yangu yamechafuka sana. Mapenzi? Hapana. Family? Nilijua tu. Nina dada yangu, pacha wangu. Damu yake imeharibika. Mungu wangu. Anaweza kufa. Pole sana. Na kibaya zaidi, Nini? ni mimi pekee naweza kumwokoa. Vipi? Doctors wanataka nimpe damu yangu yote. Yote? Ndio. Na wewe itakuwaje? Nina 99% ya kufa. What? Funny, right? Na dada yako anajua? Hapana. Kwa nini hukumwambia? Kwa hiyo umebeba yote peke yako? Nifanye nini sasa? Honestly, Ndio. usifanye. Una maana gani? Kila mtu ameumbwa na maisha yake. Ni dada yangu. Najua, Tulikuwa pamoja maisha yetu yote. Lakini hiyo haimaanishi wewe utoe maisha yako. Nikimwacha afe nitajisikia vibaya maisha yangu yote. Na ukifa, Utasema nini kuhusu ndoto zako? Nilitaka kuolewa someday, nilitaka watoto. na bado unaweza kupata. Lakini dada yangu... Nisikilize kwa makini. Kufa kwa ajili ya mtu hakufanyi uwe shujaa. Wakati mwingine ni sawa kuchagua maisha yako. Umeshateseka maisha yako yote. Kwa mara ya kwanza Mungu amekupa nafasi ya kuishi kawaida. Utaacha ipote? Sijui nifanye nini tena. Lakini usife kwa sababu ya mtu. Unafikiri nikimwacha dunia haitaniona mtu mbaya? Hapana, itakufanya binadamu. Labda uko sahihi. najua niko sahi. Muuzaji, ongeza chupa za bia. Hapana, niliyokunywa inatosha. Usijali, kunga upunguze mawazo, nitalipa. A few moments later. Nahisi usingizi. Rehema, dada yako kashaanza mambo yake ya kukesha klabu. Hata hajali hali unayopitia. Pale hauna dada kabisa. Kila siku unazunguka kutafuta mtandao. Video zinakwama, internet inasuasua na signal haipatikani vizuri. Lakini sasa suluhisho lipo. Kupitia Clean Digital Investment, unaweza kupata router yenye speed kubwa na internet yenye nguvu kwa nyumba, biashara na ofisi. Furahia YouTube, TikTok, gaming na kazi za online bila kusumbuliwa na network. Tunatoa ushauri wa router inayofaa kulingana na eneo lako. Wasiliana nasi sasa kupitia WhatsApp 07503933361. Clean Digital Investment. Pia tunapatikana Instagram kupitia Clean Digital Investment. Clean Digital Investment, Danger. Internet yenye nguvu na uhakika. Wale munaotafuta wapenzi au maneno matamu ya kumtumia mpenzi wako, nenda Play Store na udownload apu ya Pure Love. Kama unataka mwendelezo wa simulizi hii, hakikisha umetufollow na kulike video hii, share na ukomenti next.